Kesho yake Judy alifanikiwa kupata kazi na kumsaidia mama mmoja kuuza matunda sokoni. Mshahara haukuwa mkubwa kihivyo, lakini alifanya kazi kwa uaminifu na bidii zake zote alizokuwa nazo. Baada ya wiki moja, yule mama alimwamini, alimpenda na hata alimfundisha jinsi ya kuhifadhi fedha kidogo kidogo na namna ya kuwahudumia wateja na kuwaheshimu pia. Judy aligundua kuwa mafanikio hayaanzi kwa pesa nyingi, bali huanza kwa tabia nzuri, nidhamu na uvumilivu pia. Lakini kuna mtu sokoni hapo alianza kumchukia Judy kwa kasi sana, kwa sababu wateja walimpenda Judy kuliko mtu yoyote pale sokoni. Yule mfanyabiashara aliyekuwa akimwonea wivu Judy alianza kumzushia uongo ili tu achukizwe na kuiharibu sifa yake moja kwa moja. Habari hizo zilimfikia yule mama aliyempatia kazi Judy, lakini badala ya kumfukuza, mama huyo alimuita Judy na kumwambia kila kitu ambacho kinaendelea. Akamwambia kwamba, mwanangu, maisha yana watu wa kukuvunja moyo na maisha yana watu wa kukujenga pia. Ukiwa mwaminifu siku zote, ukweli daima utajitetea tu. Baada ya kuongea hayo maneno, Judy alimtazama yule mama usoni na akianza kububujikwa na machozi. Baada ya kuchunguza kwa umakini, ilibainika kuwa Judy hakuwa mkosaji hata kidogo. Badala ya kufukuzwa kazi, alipandishwa cheo na kupewa jukumu la kusimamia biashara zake zote yule mama. Judy alitabasamu na kusema, "Oh Mungu wangu, maskini anaweza kukosa pesa, lakini hawezi kukosa ndoto zake kamwe." Je, huu ndio mwanzo wa mafanikio makubwa ya Judy au bado ana safari na vikwazo vingi mbele yake? Karibu kusikiliza episodi ya 3 ya mkasa wa binti mdogo Judy.